sio tu kuota kwa maana ya ndoto tu za zile za linacha, yaani ndoto zile ambazo za mafanikio na tuweze kuzifikia. Ndugu mtangazaji, tunasema hivi, ndoto ya kweli ni ile unayoiota ukiwa haujalala usingizi. Yaani unaota ukiwa unafahamu wako. Hiyo ndiyo ndoto ya kweli. Maana ndoto ni mwanga unaokuongoza mbele na kukupa mwelekeo ni wapi unaotaka kuifikia. Na maono huzaa kitu kinaitwa malengo. Malengo yanazaa kitu kinaitwa vitendo, na vitendo vinazaa kitu kinaitwa matokeo. Naomba nirudie hapo. Maono ni mwanga unaotuongoza mbele, na maono huzaa malengo. Lakini na malengo nayo yanazaa vitendo. Vitendo ndio vinazaa matokeo. Unaona Kwa hiyo hii series ndio ambayo inafanya kwamba ije kuleta matokeo. Kwa hiyo hata kwa mtu ambaye anachosikiliza hapa, akiyasikiliza haya na akayaweka kwenye vitendo, yatamsaidia sana kwenda kwenye hatua moja kutoka kwenye hatua ambayo yuko leo. Sawa, msikilizaji, ndivyo ambavyo tunakamilisha darasa la maarifa kwa siku hii ya leo, Jumamosi ya leo, na tulikuwa tumejikita zaidi kuzungumzia juu ya umuhimu wa kuwa na maono. Umuhimu wa kuwa na maono. Peter umesema Mwenyezi Mungu akitujalia uzima, Jumamosi ijayo tutazungumzia juu ya Jumamosi ijayo tutazungumzia kwa habari ya kusudi. Kusudi. Hapo ndo tutaweza kujikita zaidi kwa habari ya kusudi la Mungu la kuumbwa kwako. Alafu sasa tutakuja kuliunganisha na maono. Na hivi vitu namna gani vinaenda sambamba pamoja kati ya maono na kusudi la kuumbwa kwako. Sawa, usije ukaliacha kusudi la Mungu mbele yako, alafu mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akaja akakulaumu kwa nini ukuweza kulitimiza, kwa sababu alikuumba ili uweze ulitimize hilo ambalo amekusudia kwako. Mimi nikushukuru sana Peter, na pia nikushukuru msikilizaji kwa kuungana na sisi tangu pale majira saa 11 kamili kupitia darasa la maarifa kupitia hapa 92.7 Radio FM. Lakini Peter, yule ambaye anatamani apate ushauri, namna gani ambavyo atakupata? Okay.